ukopeshe pesa. Ukopeshe pesa kulingana na kiwango cha moyo wako. Hiyo standard ni ya moyo wako. Wewe unajua pesa yenye unaweza kukopesha na yenye uwezo. Usikopeshe mtu pesa nyingi ukitarajia atakulipa. Kuna wengine wanatumiwa na mashetani kuja kufilisisha wengine. So wewe wakati utapatiana mtu kulingana na vile anahitaji, wewe unampatia ukijua atalipa na asikulipe, mtaanza kupelekana kwa mzee wa mtaa. Sasa mwenye ameokoka ndiye anashtaki mwenye hajaokoka. Sasa watu watadharau wokovu wako. Unaweza ungeacha tu. Sikia, kuanzia saa hii set limit ya kukopesha watu pesa. Tofautisha kusaidia na kukopesha. Kukopesha anaweza kuwa ametumika na shetani ama pepo ako ndani yake anakuja kufilisisha na wewe hujui, akakwambia nikopeshe 5,000 nitakuregeshea, na wakati unampatia hivi kumbe ndiye alikuwa anatoka Mombasa anaenda bara. Utampata wapi? Unaanza kumpigia simu, unaanza kulalamika hapa, ama amehama hiyo mtaa ameenda kwingine. Utampata wapi? Haleluya, amen. Utampata wapi? Si unajua hatari imeingia. Ukuje kukutana naye siku moja uanze kumshika matai mbele ya watu, na wewe umeokoka ati hapana, mimi nataka pesa yangu. Wewe angalia, kuanzia leo, wewe unayenisikiliza, sikia, pesa yako kuwa na kiwango cha kukopesha. Kukopesha ni tofauti na kusaidia. Unaweza kukopesha mtu, mtu anaweza taka kumkopeshe 5,000, akakwambia atakuregeshea, lakini asikuregeshee. Na unaweza kuwa na 10,000 kwa account. You will kusaidia mtu kwa kila hali, aamke mpaka mahali alipo akuja aonekane, kwa sababu unataka Kristo ajidhihirishe kuwa wewe ni mtumishi, na ukasimama na huyo mtu katika kila hali. Kama naonanga watu wamefukuza makwao kule bara, wamekuja wamefika hapa town, unaamua kuishi na mtu, unakaa na huyo mtu, anakula kwako, anavaa kwako, anakunywa kwako, anapiga mswaki kwako, anafanya kila kitu kwako, na unaishi na huyo mtu mpaka mtu anakuja anapata kazi. Tuko pamoja? Unajua umespendi sana kuliko unasaidia mtu ukitarajia kitu kutoka kwake. Tuko pamoja? So ni lazima uanze kujifunza kufanya hiyo maneno. So kufanya maneno gani? Ni uwe na limit ya kukopesha watu pesa. Kama ni 200 weka ni 200. Mtu akikukopa kwambia nisaidie na 1,000, na mwambie niko na 200, utakubali? Basi kama unakubali sawa, na kutumia kama maana siko peke yangu duniani, tuko wengi, na mimi najua uko najuana na wengi. So si mimi peke yangu. So kama uko na nataka 1,000 unataka 200 na kutumania 200, wewe utafute 800 kwa wengine wakupatie 200. So ukiniregeshea sawa, usiponiregeshea hainiumi. Kwa sababu gani? 200 itaniuma na wapi? Tumsifu Yesu. Amen. Tuko pamoja? So ni ukae ukijua kiwango cha kukopesha na ujue kusaidia hakuna kiwango. Maana hata wewe pia unaweza kuja ukahitaji. Anaambia wana wa Israeli, mgeni akiingia kwenu msimtende vibaya, maana pia nyinyi mliwahi kuwa Misri na hamkutendewa mabaya. Japokuwa mlikuwa mnafanyishwa mizigo, lakini hamkufukuzwa. Si ni kweli? Walikuwa wanakula wanakunywa, lakini wanateswa, lakini hivyo hivyo walitoka katika nchi ya utumwa. So mgeni atakayoingia kwao wasimtende vibaya. Tuko pamoja? Sasa tofautisha mtu wa kukopa na mtu wa kusaidia. Kusaidia haina limit, lakini kukopa weka kiwango. Ati wewe nao unaanza kusema hapana, sasa na mimi nikitaka kukopa, sikia, nyinyi ndio mtakopesha mataifa. Tuko pamoja? Nyinyi ndio mtakopesha. Sasa kwa kiwango. Nyinyi ndio mtakopesha, mataifa watawakopesha, wewe ondoa tamaa. Ukiwa mtu mzuri ondoa tamaa. Umeona TV kubwa, toa tamaa, nunua kako kenye unatoshana nako, ama usanye pesa mpaka ile siku itatosha ununue TV. Umeona radio nzuri, sanya paka. Kama uwezi usikope pesa unaenda kununua radio. Usikope pesa sikia, fanya hivi. Wewe shikilia ili ulicho nacho. Ulicho nacho ni nini? Ni hekima. Usitumie hekima yako kuleta maumivu katika moyo wako. Maana hekima inaweza kuwa akili na ukadhani ni hekima. Unajua kuna mtu anawaza kitu na anasema ndio hiyo inafanyika, kumbe haifanyiki. Tuko pamoja? So usikopeshe pesa nyingi ukitarajia. Kuna watu ni wakulaji. Ni unaona wengine hata wanagopanga kukopesha kabisa. Mimi sijaogopa kukopesha. Lakini ukinikujia niko na kiwango cha kupeana. Ukinikujia niko na kiwango cha kupeana. Kama pia sina nakwambia sira, lakini ningekuwa nani ningekupatia hii. Ninakuambia kuonyesha kuna kiwango. Uwe na kiasi. Kukopesha unaambiwa utarudi. Kuna wengine wanatumianga tu lugha nitarudisha ndio wakopesha. Lakini wengine ni wanataka tu kukula pesa zote. Na wangapi wameliwa pesa kule? Wengi sana. Wengi sana wameliwa pesa zao. Sasa wewe uangalie maisha yako inaenda namna gani, upime, useti kiwango cha kukopa pesa, cha kukopesha pesa na kiwango cha kusaidia. Ujue cha kusaidia hakina kiwango, lakini cha kukopesha iwe na kiwango.
So unasikia wanasema loan limit. Kwa nini banki iliweka loan limit? Inamaanisha tukipotea nayo hakuna shida. Uliona sasa hizo vitu hata mpaka mataifa wanajua, na nyinyi wale wanaosema, wale ambao wanasema wameokoka, mbona hawaelewi hii? Kama ukienda kwa bank ama Fuliza wanakuambia Fuliza limit is this. Wewe hauna limit, unakopeshanga tu limitless. Una limit gani wewe? Kuna limit gani? Sasa unaanza kujioji leo. Usiingie katika hali ya umasikini, hali ya uhitaji. Ukipita ukitembea hivi unahurumisha kwa sababu umeliwaliwa pesa. Tena hivyo unaliwaliwa pesa, alafu unakuja kuambia kanisani, wanakuja wanasema saidia. Si umesikia wanasema saidia? Wamesema kopesha. Shikilia hapo. Shikilia hapo. Saidia, usaidizi hainanga mwisho. Usaidizi hauna kiwango. Msaada kwako kama unaweza jaliwa kukata, kama ni kuishi na mtu, wewe kaa naye, lakini usiku unafanya ati atapata akulipe. Nikisema akikuja na malipo mwambie endanga nayo. Anakuja kubalance life hapa. Mimi nataka niinuke juu na anataka kupromotion na sindano ndogo. Unajua faith is just like an air in balloon. Unajua balloon yenye haina hewa imelala chini hata haiwezi onekana. Lakini ile balloon iko na hewa inavulizwa, alafu upepo inaipeleka inaonekana juu, si kweli? Lakini kasindano kadogo ka ile kitu nimekufanyia unakuja kudunga kwangu. Wewe unataka nilale chini, si ndio? Endanga naye huko. Tuko pamoja? So zingatia hiyo maneno. Kukopesha kuwe na kiwango, lakini kusaidia hakuna kiwango. Amen. Amen. Hiyo tu hiyo.